Viashiria vitano vya saratani ama kansa ya utumbo mpana. Sasa kiashiria namba moja tunasema ni mabadiliko ya kiutendaji kazi ndani kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Let's say kama ulikuwa unapata choo cha kawaida, ghafla ukaanza kupata choo kigumu, unakaa muda mrefu haupati choo na kitokeo umepata choo kinakuwa ni kigumu, au unaenda chooni kujisaidia muda mfupi tu baada ya kumaliza kula, yaani unachokula kinaenda kutokea vile vile unapoenda kujisaidia. Hicho ni kiashiria namba moja. Hakikisha unanifollow, lakini pia una like, una comment ili video hii iweze kufikia watu wengi zaidi. Lakini pia kiashiria namba mbili tunasema ni kupata damu kwenye kinyesi. Unapoenda kujisaidia chooni unapata damu zinatokea kwenye sehemu ya haja kubwa, either kwenye kinyesi, lakini pia kinyesi kinabadilika rangi. Hiyo ni dalili inayoonyesha kwamba inawezekana una saratani ama kansa ya utumbo mpana. Lakini jambo namba tatu ni ile hali ya maumivu ya mara kwa mara ya tumbo, tumbo kunyonga, linakata katikati, chini, juu, kwenye kuta za tumbo. Hiyo ni kiashiria ambacho kinaonyesha inawezekana una saratani ya utumbo mpana. Kumbuka viashiria vyote hivi vikijitokeza kwa pamoja, inawezekana kabisa una saratani ya utumbo mpana. Lakini kiashiria namba tatu tunasema ni kupata mabadiliko ya uzito. Uzito wako unapungua haraka sana isivyo kawaida. Wakati huo una changamoto ya acid reflux, matatizo ya choo kigumu, tumbo linajaa gesi, linanyonga, linakata, unapungua uzito haraka sana. Ni kiashiria ambacho kinaonyesha inawezekana mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula umeanza kushambuliwa na seli ambazo zinatengeneza kansa. Lakini jambo la mwisho ni kwamba mwili kuchoka sana, kuwa na hofu, wasiwasi, mwili unachoka, unaishiwa nguvu mara kwa mara, haujisikii kula, lakini pia wakati huo hata ukila chochote ni kama haujisikii, tumbo limejaa. Hicho ni kiashiria ambacho kinaonyesha inawezekana una saratani ama kansa ya utumbo mpana. Kwa hiyo ukipata hizi dalili zote kwa pamoja, chukua hatua mapema kabla haujapata madhara makubwa zaidi.